hisia, mapenzi na hisia, mapenzi, hisia, mapenzi na hisia, mapenzi, hisia, mapenzi na hisia, mapenzi, hisia, mapenzi na hisia, mapenzi. Hisia zimetuma penda, ila wachache wajui. Hisia zikituma nenda, aliye bora chagui. Hayana mwenyewe mapenzi, maana naweza jawa na hisia. Fundi kupeti penzi, yakakubwaga vibaya, yakakurarua rarua. Kumbe unempenda busy. Shwari. Sasa unajua toka tumeenda kuzika, toka tunamtoa marehemu kwao tunampeleka makabrini, nilikuwa na kuangalia sana dada, unaonekana mstaarabu hivi, mazingira hayo unaonekana mgeni. Okay, unaitwa nani? Zafina. Wewe marehemu nani yako? Jirani yangu. Jirani. Sasa majirani ndio wazuri. Zafina, kusema kweli mimi nimetokea kukupenda. Nimekupenda ni toka nimekuona. Wazungu wanasema for the first time. Toka nimekuona. Mimi pale msibani. Kusema kweli Zafina, mimi yani nimekuelewa. Kwa kama hutojali,
naomba unisaidie namba zako za simu. Au naomba nikuandikie zangu nijibipo. Unajua hivi ushasifiwa kwamba wewe ni mzuri. Zaufina wewe ni mzuri. Yaani wewe ni mkali. Namba zangu hizi hapa. Save Gumbo. Sawa. Yaani hao daoni unawabunya unapita hivi. I hate you. Gumbo, I hate you. Nakuchukia. Baby, mbona umepoa hivi? Afu umekuwa mpole. Upole alipewa twiga tu ili kuitangaza nchi yenye mlima Kilimanjaro wenye madini ya Tanzanite yasipatikanika ulimwengu mzima isipokuwa Tanzania tu. Siwezi kumuunga mkono kinyonga, maana ni mnafiki tu. Nili ni muunge chula, maana siuteke ni hekima. Sasa unamaanisha nini? Sikupendi, sikutaki tena, wala sikuhitaji. Sikia, nikilala, nikiamka, njozi yangu namwaza Nancy tu. Yeye ni mwanamke pekee aliyekubali kutoa uhai wake kwa sababu yangu mimi. Ni mwanamke pekee aliyekubali kuonja umauti kwa sababu ya mapenzi. Basi na mimi nitakunywa sumu nijiue kama Nancy. Nikupe sumu ya panya unywe? Au baby, nikupe chipsi mayai? hapo ujisimai sawa. Alafu nini? Fyoko nini? Toka hapa. Paka mapepe wewe. Dijo basi karibu yangu. Please nakuomba di. Usiniache mwenyewe di. Nimekufa kwa ajili yako. Mbona unaenda mbali na mimi? Please come with me baby. Nakuomba. Naumia peke yangu. Njoo nikupatie penzi. Njoo nakuomba. Asubuhi kuna mgeni alikuja pale ofisini. Ni shangazi yake na yule marehemu. Kuna maelezo kidogo amenipa kuhusu familia ya marehemu. Kabla ya umauti wake hapo nyuma walikuwa wamekaa kikao. Maana huyu marehemu ana ndugu zake wawili, kwa maana wamezaliwa watatu. Kwa hiyo makubaliano yao kama familia walikuwa wamezungumza kwamba wamsupport huyu mmoja kutokana na ugumu wa maisha jinsi ulivyo. Kwa hiyo kusomesha wote watatu ilikuwa mtihani. Kwa hiyo walikuwa wamejichanga, kikapatikana kiasi ambacho kilionekana kinaweza kikamfikisha mpaka mwisho wa hapa chuo atakapomalizia. Zile pesa zote walikuwa wameziingiza kwenye account. Hawakuwa wanataka tena usumbufu. Lakini kwa bahati mbaya Mwenyezi Mungu amemchukua. Kwa hiyo sasa wao walikuja, ombi lao walikuwa wanataka kuplace nafasi. Badala ya huyu kuondoka, kuna mdogo wake aje asome kwa sababu ya kile kilichokuwa kimeingizwa kwenye account. Ni ombi japokuwa sio utaratibu, lakini wao waliomba wapate hiyo favor na uongozi. Mimi nikampokea, nikamsikiliza, nikaona mimi kwa kuwa bado ni mtu wa chini sana, basi nikufikishie wewe kiongozi wangu. Mnaweza mkakaa na viongozi wenu mkajua namna gani ya kulimaliza hili tatizo, kumsaidia huyu. Ni ombi lakini sahihi mwalimu. Sasa ni kutoe wasiwasi kidogo kutokana na hili jambo hili ni zito, ila ni kutoe wasiwasi. Ngoja nikae na management tutaliongelea hili swala, alafu nitakupa mrejesho. Hakuna kitakachoharibika mwalimu wangu. Basi nashukuru sana na imani mtalimaliza hili tatizo, kwa sababu
ni kuwasaidia tu. Hizi ni familia ambazo hazijiwezi, zinahitaji msaada sana kutoka kwenu. Sema tu kwa sababu na haraka ningeweza tukakaa pamoja wote ili tuweze kuzungumzia hilo swala. Ndio. Na kuhusu swala la kuendelea kuwekeza kwenye hiyo shule, nasi nitaendelea kuwekeza. Ila nyinyi kama bodi, hebu kaeni chini vizuri mjadili swala. Yaani mwanafunzi anakufa kwa ajili ya mapenzi. Imenisikitisha sana kwa sababu nilikuwa nawekeza sana kwa ajili yake. Ndio madam. Kwa hiyo ikiwezekana nikipata nafasi last week naweza tukakaa pamoja. Ila nyinyi kwanza mwanze kujadili swala hilo. Nimeshazungumza na shangazi yako na amenielekeza vizuri. Kwa kweli na mimi nimeona siwezi kumwacha hivi nisiwasaidie. Kwa hiyo nimeshalifanyia kazi na wewe unasoma. Usiwe na wasiwasi. Unasoma vizuri na utapata kila unachokihitaji pale shuleni. Ondoa wasiwasi. Hamna shida. Mimi ndo teacher Ino. Yaani utakuwa unaishi vizuri, unataka kula, unakula, unataka. Alafu usiwe na wasiwasi, unaniambia chochote. Sawa uwe unachangamka. Alafu wewe ni malkia pale. Sawa? Yaani wewe utakuwa ndio mwanafunzi ambaye utakuwa unapewa vitu special. Sawa? Ondoa shaka, mtoto mzuri mashallah. Mwenyezi Mungu amekujalia wewe mtoto. Hivi wewe umekulia wapi? Hapa. Acha Mungu alai wewe sio mtoto. Yaani kwanza ulivyo wewe ni mtoto wa Zanzibari. Mwenyezi Mungu kakupa utu na ustaarabu. Sawa. Uko tayari kuenjoy? Uko tayari kuenjoy? Kweli? Jamani mtoto utakuja kujua. Nimenivunja moyo lakini kiupande mwingine bado sijakata tamaa. Nisame sana kwa madam, ila nitoe wasiwasi. Nimejaribu kuongea na mwalimu na lecture mwenzangu kwamba ameongea na familia kidogo, amenong'onezana kwa ile nafasi ya Nancy kidogo tuta replace. So naomba usikate tamaa, endelea na moyo wako huo kusaidia familia kama hizo. Ila ile nafasi ya Nancy tuta replace. Hamna shida. Hilo halina shida. Ila kwa sababu wazazi wenyewe wameamua kujichanga, wamejitoa. Basi na mimi nitakapohitajika pia nitawekeza. Tashukuru sana. Tashukuru sana. Sasa ngoja mimi nikuache uwai maana na sehemu muhimu hapa nitakuwa nifike nikikao. Shukrani sana madam. Haya, mbaki salama. Haya, kweli mchana mwema. Haya. Zalina. Hivi. Ninachokiona ni sahihi kwa macho yangu? Nilikuwa nampa utaratibu kuhusu mambo ya shule. Mwalimu. Tumekeza nguvu nyingi sana kwa sijapenda.